Hallelujah. God is good all the times. Asanteni sana. The vicar of St. Stephen's Cathedral, Paul Kariuki Mwangi, Wakristo wote ambao wamefika siku ya leo, hamjambo. Bwana asifiwe. Bwana ni mwema na kila wakati. Wow. Asanteni. Tumefika siku ya leo kujiunga na Wakristo wengine siku ya Jumapili tuabudu pamoja. Na nchi yetu ya Kenya inahitaji maombi wakati huu. Ndio sababu tumefika hapa siku ya leo, na niko hapa na viongozi wengi ambao wamekuja na mimi hapa. Tuko hapa na Mama Martha Wangari Karua. Tuko hapa vile vile na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Wajakoya, Mheshimiwa Mwangi wa Iria, Mheshimiwa Wainaina, mjumbe wa hapa, Mheshimiwa Aladwa. Tuko hapa na mjumbe wa wachache katika bunge, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Vile vile katika Senate kutoka kule upande wa Kilifi, Mheshimiwa Stephen Mazayo. Tuko pande ile vile vile na Senator kutoka kule Kitui, Senator Wambua. Na vile vile tuko na Senator wa Nairobi, Msifuna. Vile vile tuko pande ile na mbunge wa kule Kibra, Mheshimiwa Oreru. Tuko hapa na viongozi wengi ambao wamefika hapa siku ya leo. Na Senator wa Migori iko hapo, tuko pale na mbunge ya wengi katika bunge ya Nairobi, Mheshimiwa Imwatok iko hapo Jatesi. Tuko hapa na kiranja wao Bwana Ogeto iko hapa, na Stazo vile vile iko hapo. Sasa tumefika kata Kamau iko hapa na sisi, Kamau wa Raila. Sisi tunaamini ya kwamba tukiomba tunaweza kupata baraka ya Mwenyezi Mungu. Sasa nchi yote wako na shida, kila eneo la ulimwengu iko na changamoto hapa na pale. Vile mnajua, wakati Mungu alipoumba ulimwengu, nasemekana alichukua siku 6 kuumba ulimwengu, siku ya 7 akapumzika. Lakini haijasemekana kwamba alianza kule Ulaya akapitia Amerika akaishi hapa Afrika. Inasemekana yote ilifanyika sambamba. Lakini kwa sababu gani eneo zingine za ulimwengu inasemekana zimeendelea, kwa kimombo developed, eneo zingine inasemekana zinaendelea, underdeveloped or developing countries? Sababu gani? Tofauti ni nini? Tofauti ya kwamba vile watu katika eneo za ulimwengu wamepigana na maadui 4 makubwa ya ulimwengu ya binadamu. Maadui 4 makubwa ya binadamu. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, 3 ni umaskini, na 4 ni utawala ya kidhuluma na kimabavu.
Hawa ndio maadui makubwa ya binadamu. Sababu unasema Amerika imeendelea, Afrika bado inaendelea. Ulaya imeendelea, Afrika bado inaendelea. Sasa changamoto ni mbinu ambayo inatumiwa kupigana na wale maadui manne ya binadamu. Hiyo ndio tofauti peke yake. Na ndio sababu tunasema kwanza tunataka kuwe na kitu tunaita upendo, utu. Na hiyo ndio Biblia inatufundisha. Kama kila binadamu ni binadamu. Usidharau mwenzako ati yeye ni maskini, yeye mlemavu, yeye hajasoma kama wewe. Hapana. Kila binadamu ako na kipawa chake ambaye Mwenyezi Mungu alimpatia. Kwa kumheshimu yeye kama binadamu. Tunaanza hapo. Ndio hiyo Ukristo unatufundisha sisi. Mapenzi. Penda mwenzako kama vile unajipenda wewe mwenyewe. Pili, usiue mwingine. Tatu, usiibe. 4, usitoe ushahidi wa uongo mwenzako. Yote ni mafunzo tunapata katika Biblia. Sisi kama Wakristo. Na Biblia inatuonyesha sisi kama tunaweza kubadilisha maisha yetu. Huwezi tu kukaa unaongoja Mungu atakuja kubadilisha kufanya wewe kazi. Mungu anasaidia wale ambao wanasaidia wao wenyewe. Sasa tuko katika shida katika taifa letu. Tuko na shida mingi zaidi. Kwa mara ya kwanza Wakenya hawajapolipa, wafanyikazi hawajalipa mshahara mpaka tarehe 16. Hiyo ni changamoto. Lakini tunaweza kutoa hapa tuende tukatoka katika ile mtaro tuko nayo na tukapanda tuende juu. Lakini mpaka tutumie mbinu zetu kama Wakenya. Tuungane pamoja. Sisi tunasema tunataka tuone kama tumepita kwa hii daraja. Kuna njia mingi ambayo tunaweza kutumia. Kwa hiyo tunasema tunataka Wakenya wapendane. Leo nilimwambia Vaika hapa, sisi hapa katika kanisa tumekuja tu kutoka maombieni. Tunataka kuona kama amani iko katika taifa letu. Hao viongozi tuko naye hapa wote ni watu ambao wanataka amani. Hakuna mtu ambaye anataka kuona fujo katika taifa letu. Fujo inaharibu. Na sisi ni maadui ya fujo. Wengine wanasema ati sisi tunataka kufanya maandamano kuharibu mali ya watu. Hapana. Maandamano sio haribifu ya mali ya mtu yoyote. Maandamano kusema wewe hujaridhika na yale ambayo yanaendelea. Unatembea kwa njia ya amani. Tumesema wale ambao wanaleta fujo ni wale ambao wanakuja na ile vifaa vya gesi na maji kunyonyesha kwa watu na bunduki kupiga kwa watu. Hao ndio wanaleta uharibifu, sio sisi. Kwa hivyo tukitoka hapa tutaenda na amani, tutatembea mpaka kule kwa kiwanja, tutaongea na wananchi, tutatoka tutakwenda nyumbani. Tumesema tunataka mazungumzo. Tuko tayari kuzungumza. Tuko tayari kuzungumza. Lakini wewe kuja na roho safi kwa mazungumzo. Hapana na madharau. Kuleta madharau na wote dharaulika. Sisi sio waenda wazimu ambao tunataka kuona kama kuna mwagikaji wa damu katika taifa letu. Tuko na watoto. Tuko na wamama. Tuko na wazee. Tunataka Wakenya waelewani. Lakini kama wamekataa, ni shauri yao. Sisi tutafanya kila kitu kwa njia ya amani. Na amani ndio itakomboa Wakenya kutoka pale tuko wakati huu, ili Wakenya wapate afueni. Na hakika ya kwamba tukiungana pamoja kama Wakenya tutaweza kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Mungu wa Kenya itawasaidia sisi. Kwa hivyo hapa wale Wakristo ambao wako hapa tunasema muombee sisi kama wana Azimio ili tuweza kuleta afueni
vile vile tuweza kuleta usawa wa Kenya, gharama ya maisha irudi chini, bei ya unga, bei ya mahindi, bei ya mafuta, bei ya stima, kodi ya nyumba iweze kurudi chini, mshahara ipatikane. Haya ni maombi tunataka kutoka kwenu hapa siku ya leo. Kwa hivyo sisi tunasema asanteni sana kukaa na sisi, na sisi tutaombea nyinyi vile vile pale tunaelekea, na Kenya itaenda mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, twashukuru Mungu sana. Sasa tutachukua kipindi cha kuomba tu maombi ya mwisho, kisha tuweze kuondoka kwenye ibada. Tawakaribisheni sana mara tena. Ni vizuri kutaja kwamba mwaka huu kwa kanisa hili we are celebrating 123 years kutoka kanisa hili lilipoanzilishwa, na lilianzishwa mahali ambapo National Parliament imejengwa leo, and they had to blow up a permanently constructed